Kijana mmoja mkazi wa Arusha ameibua tuhuma nzito dhidi ya mtu anayedaiwa kujihusisha na usambazaji wa dawa zisizoeleweka ambazo kwa mujibu wake zinaathiri afya na tabia za vijana na zinaweza kupelekea kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Akizungumza katika mahojiano hii leo na Youth Media, kijana huyo alidai kuwa alikutana na mtu huyo katika mazingira ya kawaida kabla ya kuanza kushawishiwa kutumia dawa hizo, hali iliyomfanya kupata mashaka juu ya usalama wake na vijana wengine. Kijana huyo alieleza kuwa mtu huyo pia alionyesha tabia kuwatongoza vijana na kutaka kuomba mapenzi ya jinsia moja, ambapo inasadikika dawa hizo zinaweza kusababisha mtu kufanya mapenzi ya jinsia moja. Aidha, alidai kuwa bado anazo kumbukumbu za mawasiliano ikiwemo namba za simu, ujumbe kama ushahidi wa tuhuma zake. Ametoa wito kwa mamlaka za serikali hususan vyombo vya dola kuchunguza kwa kina suala hilo ili kubaini ukweli wa dawa hizo pamoja na athari zake kwa jamii. Pia amewataka wazazi na walezi kuwa makini na watoto wao kutokana na uwepo wa matukio kama hayo. Kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa David James, ila kwenye mitandao ya kijamii najulikana kama Dax HB. Dax HB. Ni content creator comedy. Labda tuliona kuna clip inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikikuhusisha wewe na kijana ambaye alikuwa akihitaji mapenzi ya jinsia moja. Ilikuwaje mwanzo mpaka mwisho wa tukio hilo? Yaani yule jamaa ilikuwa ni hivi. Yule alinitafuta mimi. Kwa alivyonitafuta mimi akaniambia kwamba bana, mimi nataka nini? Tufanye mapenzi ya jinsia moja. Nikamwambia mapenzi ya jinsia moja kivipi mkuu? Mbona kama sikuelewi? Akasema wewe usiwazi. Mimi nataka hivyo, tufanye hivyo lakini ni kimya kimya. Sasa nikasema mbona sasa hiyo haifai? Ni aibu. Kwa hiyo mimi nikamkatia kama hivyo. Kwa bado nilivyomkatia, yeye akawa bado anaendelea kunifuatilia. Kunitumia tena hizo text. Alafu yenyewe nimeshamkatia. Kwa mimi nikaona sasa hii ananiletea madharau. Hii ni madharau kwa sababu si nimemkatia, nimemuonya. Analeta dharau. Ndio maana nikamwambia kaka wangu kwanza. Akaniambia kama umemkatia na bado anaendelea kukufuatilia, sawa, jifanye umemkubalia alafu mwambie hakufuate huko mjini. Sawa, ngambia sawa. Mimi nikamsikiliza brother. Amenitafuta tena nikamwambia nimekukubalia. Njoo. Umeona? Nikakubali. Ili akija huku tuje kumhoji vizuri na tumuulize lengo na mazumuni yake ni nini. Sawa, lengo na mazumuni ni nini? Maana nilikuwa sijajua lengo lake. Je, alikuwa ananitaka mimi ndo anifanye mamsi au mimi ndo nimfanye yeye mamsi? Umeona? Kwa hiyo alivyokuja huku ndo pale kama mlivyoona ile tukio alivyokuwa anapigwa, alianza kwanza kuulizwa na kakaangu. Kwa hiyo kwa nini ulikuwa unamrubuni mtoto kwamba unataka ufanye naye mapenzi ya jinsia moja? Ulikuwa unataka ufanye vipi? Sasa yule mzee kwenye kujitetea anaanza kusema mimi ni watoto walikuwa wanachezea simu, tukamuuliza watoto wanachezea simu mpaka saa 8 ya usiku. Akawa anajingatangata. Kwa hiyo kilichopelekea yeye kupigwa ni kwenye kujitetea, anawaambia kwa nini mtanifanya nini? Anawatishia watu. Na yeye ana makosa. Anawatishia. Hata nikikuonyesha mwandishi hapa hivi hizo SMS, ni taharuki alikuwa anaandika, ni SMS za ajabu, sio kwamba eti ni mtoto alikuwa anaandika. Ni yeye mwenyewe ndo alikuwa anaandika, ni SMS za kiutu uzima. Anakutongoza kabisa mithili ya mwanamke. Ananitongoza kabisa mithili ya mwanamke, anasema mimi nikamkate. Kwa hiyo sasa hiyo kitu siwezi. Yaani kama mams kabisa, anachat text zake, anakucheki mtu kabisa, ni mwanaume anakuambia mambo mai, nakupenda, umekula, ukinifanyia sijui ukinigonga ndo moyo wangu utatulia. Sasa hiyo fezea. Mwanaume huyo? Ni mwanaume. Ndo ananiambia hivyo. Ni mgonge ndo moyo wake utatulia. Kwa hiyo nikaona mimi itakuwa aibu. Kwa pale kwenye kuulizwa akawajibu watu dharau. Kwani nyie mtanifanya nini? Ndio ile kibao kikaanzia pale. Kwenye kibao amepigwa pale, lakini nilimwambia, nilikataa. Akang'ang'aniza, kwa maana hiyo ni madharau. Mtu akikuona anakung'ang'anizia kitu ni kwamba anakuletea madharau. Kwa hiyo ni madharau, ndio maana mimi sikupenda madharau, ndio maana nikamuitia wapi? Mjini, ili tuje kumfundisha jinsi ya kuishi na wanaume. Kwa sababu mtu mwenye akili timamu huwezi mtongoza mwanaume mwenzako. Utamtongoza vipi sasa? Ndio kama hivyo ilivyokuwa. Labda mtazamaji anakutizama sasa hivi pale anatamani kujua labda ni kwenye mitandao ya kijamii au alikutafuta na namba yako binafsi? Hapana, haikuwa kwenye mitandao ya kijamii. Yaani ni mtu ambaye tunamfahamu. Sio kama tumfahamu.
anakujaga hapa mara kwa mara, anasemaga anauza dawa za asili hizi. Unajua mambo ya vijana, nguvu ya kiume nini, kusafisha sijui wapi hivyo. Kwa hiyo watu wakawa wamenunua, walivyonunua zile dawa ndio ikawa na mimi nikasema mbona brother zangu kila siku wanachukua, maana hapa sisi tuko familia. Mbona brother kila siku wanachukua hii kitu? Ni nini, yani wanapata nini kwenye hii dawa? Nikasema hebu ngoja na mimi nichukue. Kwa hiyo ile mimi kuchukua, akaniambiaje, chukua na namba yangu alafu utatesti hii dawa. Kama ikikaa fiti unipigie simu nikuongezee nyingine. Sasa mimi nikajua ni hayo tu. Sasa mimi nimeandika ile namba, nikambipu. Sinimbipu lazima ile apate namba yangu pale. Nilikuwa sina mawazo yote. Kambipu ile akapata namba yangu. Baada ya kupata yeye namba yangu sasa, ndio usiku akaanza kunitumia text kama hizo. Alafu kitu kingine kilichonichanganya zaidi, mpaka baada ya kuona SMS sasa, ndio nikaanza kushtukia huu mchezo kwamba mbona hao mabraza anawauzia hizi dawa, kawauzia kweli haka kazangu dawa moja. Alafu kwa nini mimi ananiuzia mbili? Yani mbili ananiuzia, akaniuzia moja afu nyingine akachanganya pale. Umeona? Ndio nikashtukia kwamba kama ananitongoza na dawa ameniuzia mbili, kwa hiyo nikila hapa sinaweza nikabadilika. Hiyo nikaogopa sasa hapo. Nikasema hii dawa sili kwanza mpaka nisikilizia hao mabraza wamekula. Je, nione matokeo yao itakuwaje? Wakishakuwa kama wakila wakiwa vizuri na mimi ndo nitakula. Sasa na hao huku wakawa wajala zile dawa, bado hamna mtu ambaye ametumia. Yaani kiufupi ni kama tulichezwa na machale wote. Hamna mtu ambaye ametumia. Ile dawa mimi ipo mpaka leo. Za nikakuonyesha. Ipo mpaka leo. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Kwa hiyo anasema hizo dawa zina kazi gani kwenye mwili wa binadamu kiafya? Ni dawa ambazo anasema ni za kiume. Hawezi muuzia mwanamke, labda anasema kwamba anauzia wanaume tu. Ndio hapo tulishtuka, kwa nini dawa auzie wanaume tu? Kwa nini wanawake hawaumwi? Mbona Masai anauza dawa zote za mama na baba? Alafu anauzia dawa wanaume tu, kwa nini wanawake hawaumwi? Si wanauma brother. Kwa hiyo sisi tulishtuka kwamba hizi dawa unaweza ukaja kula ukawa choko ukafumuka unaweza kuja kula ile dawa afu umefumuka nyuma, huwezi jua huko dawa anafanyia nini huko. Hizo dawa hazijadhibitishwa kabisa. Sijaona yule jamaa na cheti na nilisi sijui nini, kitambulisho kile kama mama sasa anavaga hapa kitambulisho cha nani? Cha TBS sijui nini. Yule sijaona hicho kitu mimi. Hana kabisa, ndio maana nikasema kama ikiwezekana jamaa atafutwe na serikali, aulizwe hizi dawa anazouza zinahusiana na nini? Kwa sababu unaweza kuta kweli, maana si wengine, sisi tumesalimika, hatujatumia hiyo dawa. Je, wengine huko mtaani anavyoendelea kuwasambazia? Wapo wengi watu anavyoendelea kuwasambazia hizo dawa, wakizitumia itakuwaje? Simuoni kama wanaume tutakuwa tunapotea. Na alivyoanza kukutongoza alikopo, ni baada ya wewe kumwambia umeshatumia dawa ama alianza tu kukutongoza from nowhere? Hapo alikuwa ananiuliza, yani alikuwa analazimishia tumia, kwa sababu alianza kunitongoza kabla dawa sijatumia. Nikasema mbona ananitongoza hivi, ni style gani huyu jamaa? Nikasema sasa nimwambie nini hapa hivi? Akaniuliza kwanza, dawa umeshatumia? Nikasema ngoja nimwambie ndio nimetumia alafu nisikilize anatakaje. Kwa nilivyomwambia nimetumia, ndo akashusha sahani, ndo akafungua dhamira yake yote kabisa kwamba ni yake ni kunitongoza, kwamba ile dawa ukitumia unakuwa shoga. Kwa mimi nikamdanganya nimetumia ili nijue anataka ni. Sasa nilivyomwambia hivyo, ndo akaanza sasa kunitongoza mazima. Kumbe mimi dawa sijatumia, nimeiweka pale. Na mimi nilishtukia mchezo, kwa nini anichanganyie dawa mbili? Kwa maana kwamba hiyo dawa itakuwa ina kitu. Dawa ina kitu, ndio maana nimesema serikali ichunguze hii mambo. Haijulikane kama anauza dawa za asili au hauzi dawa za asili. Unapata fununu labda labda baada ya tukio kutokea. Kuna mtu yote amekutafuta akakwambia pia huyo mzee ameshawahi kunifanyia hivi na hivi? Hapana, sijawahi kusikia, sijaona hizo comment. Ila baadhi ya comment nyingi watu wanazo comment ni kwamba tunamjua huyo jamaa. Tunamjua, anakaa Uswahilini. Uswahilini? Anakaa Uswahilini. Na wanamjua na tabia zake. Tabia zake hamna mtu ameziorozesha. Lakini watu wanasema tu tunamjua, tunamfahamu, kumbe ndo alivyo hivyo. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Ongea naye hapa na kutizama, ongea naye chochote kitu. Ni kwamba
mzee kama yani hapo unaniona na unanisikia. Najua hawezi kujitoa hadharani. Hawezi kujitoa lakini ananisikia. Mimi nachomshauri ni kwamba aache hiyo mambo anaofanya. Yaani aache kwenye sehemu kujifanya anauza dawa kumbe ni dawa za kuharibu vijana. Aache mara moja. Na sisi sio kama tumeisha. Hatujamalizana na yeye bado. Mpaka atuambie hizo dawa anatoa wapi na zinafanya kazi gani. Na yeye kama ni anauza dawa za nguvu za kiume, kwa nini yeye ni shoga? Yaani kwa nini yeye ni shoga na alikuwa ananitongoza ili nikamkate, alafu anauza dawa za kiume? Hapo huoni kama brother huyu mtu ni kwamba anauza dawa za ushoga? Yaani mimi ndio imani yangu inanituma hivyo kwamba kwa nini kama yeye ni wa kiume, kama yeye si shoga, anauzaje dawa za mtu ili awe na nguvu za kiume? Si lazima auze dawa ili akupoteze na wewe, uwe na wewe shoga. Ndio nyo langu ni kwake. Labda kwa kuhitimisha, wewe una wito gani labda kwa serikali au kwa jamii kwa ujumla? Yaani mimi wito wangu kwanza kwa serikali, kitu namba moja ni hivi vitendo vipigwe marufuku. Yaani vipigwe marufuku kwa sababu sijai kusikia kweli serikali imezungumzia mambo ya hao majamaa au sijui mashoga manini. Sijai kusikia hao serikali imezungumzia hivyo. Kwa hiyo na sisi maana kuna baadhi ya watu wananiambia, wananishambulia mtandaoni kwamba nimejichukulia sheria mkononi. Nilikuwa nataka nimfikishe kwenye sehemu za vituo vya serikali, labda polisi central. Nikawajibu tu nikauliza kwamba ni sawa, ila unampelekaje serikalini mtu ambaye hata serikali haijawahi kwani kusikia inamzungumzia kuhusu masuala mashoga? Au sijawahi kusikia serikali imemkamata shoga, sijawahi kusikia. Kwa hiyo nikaona huyu dawa yake ni nini? Kumuonya sisi kama sisi. Unajua si vile tulivyofanya, sisi hatukufanya eti kumuumiza. Ndio maana unaona sisi tumempiga, tumemwacha, ametoka hapa mzima. Sisi tumempiga ili kumfundisha, ndio maana tumempiga kidogo. Sio kama eti tumempiga ili tumuumize. Maana yule alikuwa hana uwezo wa kutushinda sisi. Ndio maana tumempiga kidogo ili tumfundishe. Vitu vyake alivyokuwa ameviacha hapa vyote amefikishiwa salama. Maana alitoka hapa akashindwa kuja kufuata vitu vyake, akasema hawezi kurudi huko. Tukachukua Toyo, tukamtuma Toyo ampelekee vitu vyake. Vyote viko salama na amevipata. Ila na wetu wangu mimi kwa raia kama sisi, vijana kama sisi, wazazi wachunge sana watoto wao wa kiume. Yaani sasa hivi sio wa kike tu, mpaka mtoto wa kiume anatakiwa achungwe kwa jinsi dunia sasa hivi inavyoenda. Unaweza mtu kama yule ukimwangalia huwezi kumzania, sababu ni mbaba kabisa. Huwezi mzania yule. Unaweza kumwambia jirani, nisaidie kukaa na mtoto wangu hapa dakika ngapi, nenda hapo dukani. Ukirudi utamkuta huyo mtoto wako kama alikuwa ni mtoto wa kiume, utamkuta katika hali ya uhume. Utakuta tayari ameshamkata huyo mtoto. Kashambadilisha, amemharibu. Ndio kama hivyo. Kwa hiyo serikali angalie mambo, ikiwezekana kama wanataka namba za huyo jamaa, mimi namba ninazo mpaka sasa hivi. Sijafuta SMS zake, sijafuta simu zake alizonipigia, sijazifuta. Kwa hiyo kama serikali itataka namba za huyo mtu, mimi nitawapa, atafutwe, aonyeshe kitambulisho chake kama yeye anauza dawa za asili. Alafu kama na hivyo shirika la afya na chakula na madawa ihangaikie hii mambo, wachunguze zile dawa. Je, ni dawa kweli za asili au ni dawa ambazo amepewa huko na wazungu ili aje kutuharibilia vijana wetu? Hilo ndio ombi langu mimi kwa serikali, achunguzwe. Kuna kijana anayekutizama hapa na yeye ana tabia kama za huyo kijana ambaye alikuwa anahitaji mapenzi ya jinsia moja. Una kipi cha kuongea naye na kipi cha kuzungumza naye kusudi abadilike? Kusudi langu kwanza ili tumbadilishe huyo mtu. Yaani mimi kwanza onyo langu ni lile. Shukrani sana. Shukrani. La kingine ni kwamba kama serikali sinaona wafuatilie hili jambo, na sisi serikali sisi isituchukulie hatua yoyote ya kusema eti kwamba sisi tumefanya kitendo fulani. Hapana, sisi hatujafanya kitendo hicho, lakini kama inaruhusu vitendo hivyo vya ushoga, tukamate. Ila kama inapinga, hatuwezi kuchukuliwa sheria yoyote, si ndio hivyo brother? Kwa hiyo ndo kama hivyo. Naombeni hapo hivi ndugu zangu wakanifollow. Naitwa Dax HB, content creator comedy, TikTok. Hata hivyo hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa mamlaka za afya au vyombo vya usalama kuhusu uwepo wa dawa hizo au madai ya kijana huyo. Wataalamu wa afya wanashauri wananchi kuwa makini na matumizi ya dawa zisizo na uthibitisho wa kitaalamu,
huku akisisitizwa umuhimu wa kupata ushauri kutoka kwa wahudumu wa afya kabla ya kutumia dawa aina yoyote, huku jamii ikihimizwa kutoa ushirikiano kwa mamlaka ili kuhakikisha usalama wa wananchi unadumishwa. Mimi ni Wilson Sospita kutoka Youth Media Arusha.